Bana, huku kwenye Kombolela mambo yamezidi kunoga. Kwenye familia ya Mzee Kikala leo tunaona amerejea, lakini amefika amekuta usiku wa shida. Shida alikuwa yuko kwenye sherehe yake ya kigodoro. Kwa hiyo moja kwa moja amejikuta anapata changamoto sana Mzee Kikala. Anaumia na kusikitika hadi kupelekea hatua ya kumwambia maneno magumu Ahmadi, na akamwambia kwamba iko wapi ile familia yangu ambayo nilikuwa ninaiamini na kuitegemea, sio cha wewe wala Chiku, hamna ambaye ananijali tena, yani nimekuwa ni mtu wa hivyo tu, lakini mkizingatia mimi afya yangu sio nzuri sana, lakini bado hamna mtu ambaye anafuatilia na kutaka kujua hata ninaendelea vipi au niko vipi, kwa sababu ukizingatia hata hawa mabinti zake wengine ndo kabisa, yani tukae shida pamoja na Mwadawa, hamna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anatamani hata kuwasiliana na baba yao. Na hapa walikuwa wamefika wako nje, ila wakapewa taarifa ya kwamba tayari Mzee Kikala amefika. Walijikuta wanaanza kuumia na wanatamani waingie ndani asiwaone, lakini ndio hivyo tayari ameshafika na ikatokea la kutokea. Huku upande wa tukae na Mwadawa walimkalisha kikao Mashavu na kuanza kumwambia, ndugu yangu, hebu urudi nyumbani, kwa sababu ukifanya masihara mwanangu nakwambia hii ndoa hauna. Lakini Mashavu akawauliza, mbona mnanichanganya hivi, nini ambacho mnakiongelea, mbona sielewi? Lakini Mwadawa akamwambia kwamba wewe nenda ukachanganyikiwe huko mbele, kwa sababu unapoendelea kukaa hapa unazidi kuharibu. Na hapo walikuwa wanataka kumwambia kwamba Awadhi ambaye anamuona ni mume bora sana kwake, ambaye amemfanyia yote hayo ambaye amemfanyia, kwa sababu hata hajamaliza 7 tayari amekwisha kutoka. Yule ni mume wa mtu, kwa ana uwezo wa kurudi kwa mke wake na akampa talaka na hamna chochote ambacho kitatokea. Huku upande wa binti Msumi amefika ndani na akamkuta mtoto wake Tabu anavuja damu sehemu za siri. Yani Kobisi amemfanya vibaya sana huyu binti kiasi kwamba amempasua. Baada ya hapo alikuwa anajitahidi kumuuliza, sasa ni nani ambaye amekufanyia hivi, mbona unalia? Lakini sikuelewi ni nini shida, na shindwa kuelewa nini ambacho kinaendelea. Lakini hapo binti Msumi alikuwa amekunywa pombe nyingi sana, kwa hiyo kadri muda unavyoenda zikawa ndo zinazidi kupanda kichwani. Mwisho wa siku binti Msumi alikuwa amelewa vibaya sana, huku akiwa anavuja jasho. Halafu hapo ndo akakutana na mume wake Mzee Kikala.